Wapendwa, hamjambo, natumai mko wazima, hata mimi niko mzima, namshukuru Mungu. Asanteni kila wakati kwa ajili ya kufuatilia video zangu na kunisupport. Mungu awabariki sana. Karibu. Tunakushukuru Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya muda huu na masaa haya. Sema nasi Bwana, nasi tuko tayari kusikia kwa utukufu wa jina lako. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, tunafahamu kwamba kuna hali ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Kenya, ambayo watoto wetu wanaendelea kuchoma shule, haswa shule za bweni. Na hili jambo jinsi linavyoendelea, tusipofanya jambo kwa haraka na tusiporudi katika magoti, hakika shule zote tutakuta kwamba zitakuwa zimeisha, na kunapokuja ama miaka ijayo utakuta kwamba tutakosa shule za bweni kama mambo ya muhimu hayataweza kutendeka. Nafahamu kwamba serikali inafanya uchunguzi wake. Kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa, kuna mambo mengi ambayo yameshagundulika, lakini nataka niseme na watu wa Mungu, hali kama hizi zinapotokea hazitokei tu, zinatukumbusha kwamba lazima turudi katika magoti, lazima tumrudie Mungu, tulilie watoto wetu kwa niaba ya wengine, tulilie taifa letu, tulilie hata na kanisa letu, kwa sababu watoto kupotoka kiasi hiki inaonyesha jinsi uovu ulivyokithiri, jinsi kulivyo na mmomonyoko wa maadili katika jamii. Nataka tuyaangalie haya pia, jinsi ambavyo Isaya aliwaamsha wanawake wa enzi hizo. Isaya 32 mstari wa 9 hadi mstari wa 11, na neno la Mungu linasema, "Inukeni enyi wanawake wenye raha, isikieni sauti yangu enyi binti za watu, msiokuwa na uangalifu. Tegeni masikio yenu msikie matamko yangu, maana mtataabishwa siku kadha wa kadha zaidi ya mwaka, enyi wanawake mliojikinai, kwa sababu mavuno ya mizabibu yatakoma. Wakati wa kuvuna vitu vya mashamba hautakuja. Tetemekeni enyi wanawake wenye raha, taabikeni enyi msiokuwa na uangalifu. Jivueni, jivueni nguo zenu kabisa, jivikeni viuno nguo za magunia." Amen. Na nataka kuzungumza kuhusu kipindi hicho ambapo anasema, inukeni enyi wanawake wenye raha. Wajua, watoto wanapofanya vibaya siku zote wanasemekana kwamba ni wa mwanamke, lakini mtoto anapofaulu anaitwa ni mtoto wa baba. Kwa hivyo watoto jinsi ambavyo wamefanya uovu katika Kenya hii, mambo yote yanayoendelea, unafikiri kidole kikubwa kitanyoshewa kwa nani? Kitanyoshewa mwanamke. Mwanamke ndiye anayebeba lawama, ndiye anayebeba uovu mambo yanapokwenda vibaya. Ndio maana Isaya pia anawaambia, inukeni enyi wanawake wenye raha. Wakati wa kukaa na kukunja mikono na kuachilia serikali iendelee kutunza mambo ya watoto wetu, hakika umekwisha. Wakati ambapo watoto wengi wanafanya uovu, mara nyingi si rahisi uone mwanamume anatoka, labda mtoto amekosea mwalimu ama amemjibu mwalimu vibaya, si rahisi uone mwanamume akishika njia akaenda kutukana shuleni. Lakini watoto wanapokosea shuleni, wanawake sisi ndio tunajivika, tunajifunga vibwebwe, tunaondoka, tunaenda tunatukana shuleni. Sisi wanawake ndio tunapatia watoto wetu vichwa ngumu. Kwa hivyo vile mambo yamepotoka kiasi hiki, Isaya anawaambia, inukeni enyi wanawake wenye raha. Na msikie sauti hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale mambo tuliokuwa tunafikiri kwamba yako vizuri, wanawake wa kipindi kile walikuwa wanajua kwamba mavuno yatakuwepo. Kwa hivyo ni kwa raha zao. Sasa mavuno hakuna. Imagine watoto wanaotakiwa kufanya mitihani mwaka huu
haswa mitihani ya kitaifa, hatima yao iko vipi? Kuna hao wanaopelekwa jela, wataenda kufanya mitihani wakitoka jela. Kwa hivyo hayo mavuno ambayo labda tulikuwa tunayategemea mazuri sana, tunaambiwa kwamba wakati wa mavuno umekoma. Yale tuliotegemea kuvuna wala hayatakuwepo. Enzi hizo labda walikuwa wanategemea kuvuna mavuno mazuri kutoka katika mashamba, lakini sisi kwa watoto wetu, watoto wanapokwenda shule, kila mzazi huwa anategemea mtoto aje na matokeo mazuri, na hayo ndio mavuno tunayotaka tuone kwa watoto wetu. Wanapokwenda shule, wanaenda shamba, wanatakiwa kurudi na mavuno mazuri, mavuno ambayo yatamfurahisha mzazi, ambayo yatamfurahisha hata yeye mwenyewe. Lakini sasa tunaambiwa mavuno hayo hayatakuwepo, na kweli kwa dalili hii na kwa mambo haya yanayoendelea, sijui hata performance ama matokeo ya watoto atakapokuja, hao watakaofanya mitihani yatakuwa kuwaje, kwa sababu masomo ya watoto mengi sana yametatizika na yametatizwa. Bila shaka tusipopata watoto ambao wanajituma kusoma nyumbani, hao watoto ni kama tayari wameanguka. Sitaki mtoto wa mtu yote kuanguka, kwa sababu sio raha hata kidogo, lakini tusipopata watoto wa kujituma, kama shuleni wanafanya hivyo, wanafukuzwa, wanaenda nyumbani. Huko nyumbani wanapokwenda wanafanya nini? Je, wazazi watoto wakirudi nyumbani, je, mnawawajibisha? Mnawapatia muda wanasoma? Mnawasukuma wasome? Kwa sababu kizazi tulicho nacho kisiposukuma kufanya mambo huwa hakifanyi. Lakini kusukuma watoto hawa kunaanzia wapi? Kunaanzia kwenye magoti. Enyi wanawake mliofikiri kwamba kuna raha zimeisha, hebu turudini kwa magoti. Tuliozaa, tusiozaa, tulio watoto katika mabweni, tusiokuwa na watoto katika mabweni, mradi wewe ni mwanamke, piga magoti ulie kwa ajili ya mtoto wa mwenzako. Piga magoti ulie kwa ajili ya mtoto wa jirani. Piga magoti ulie kwa ajili ya mtoto wa dada yako. Mungu akanusuru watoto wetu. Mambo mengi yanazungumzwa kutokana na uchunguzi. Wengine wanasema watoto ni malele, wengine wanasema watoto ni haki zao wamezidi kuzitafuta, wengine sijui wamefanyaje na walimu. Hizo sababu zote hata zikiwepo, lakini tusipoombea watoto wetu hekima ya kujua jinsi ya kukaa, usipofundisha mtoto kujutia makosa anayoyatenda, hakika yule mtoto itakuwa ni vigumu kubadilika. Hata ukiwa nyumbani, mtoto anapokosea, hakikisha unampa adhabu ili ajue alichokitenda ni kibaya. Hakikisha unamuonya, si lazima umpige kuua, lakini hakikisha unamuonya. Hakikisha ikibidi adhabu unampa adhabu, ili huyu mtoto asirudie makosa kila saa na kila wakati. Watoto wetu wengine wanafundishwa kwa hali ngumu sana. Wazazi wanajitoa sana, wanauza vitu, wanajituma hata kupita kiasi, na ndio pia mojawapo ya sababu kwa nini watoto wengi wana mmomonyoko wa maadili, kwa sababu wazazi hatupo. Sio kwamba hatuwapendi, tunawapenda sana, lakini hata kuwatafutia imekuwa ni changamoto kiasi kwamba wengine tumewasahau watoto. Kwa hivyo hebu wanawake tujirudi na tuombee watoto katika magoti yetu. Anasema katika mstari wa 11, tetemekeni enyi wanawake wenye raha, taabikeni enyi msiokuwa na uangalifu, jivueni nguo zenu kabisa, jivikeni viuno nguo za magunia. Katika Agano la Kale, unaposikia watu wanapewa mwito wa kuvua nguo na kuvaa nguo za magunia, ni mwito wa kuomba na kufunga. Na sasa hivi kweli, hebu tuombe taifa lote. Sizungumzi kuhusu wanawake peke yake, lakini kwa sababu ya taifa lote, wote walio na uwezo, wote walio na mamlaka, wote wanaoweza wakaombe na kufunga kwa ajili ya watoto wetu. Pepo hili linalozunguka mashule likapate kushindwa na likapate kuisha. Wajua mambo mengi yanaweza akasemwa, lakini tusiposhughulikia ulimwengu wa roho wa watoto wetu, tunaupatia nafasi ya kufanya maovu mengi. Wacha Mungu atusaidie na akusaidie hata wewe. Anasema tuvae manguo ya magunia, kumaanisha tufunge na tuombe, tuvunje kila roho ambayo inatembea katika hizo shule, ili Mungu akapate kunusuru watoto wetu. Mungu wetu anatupenda na anataka turudi. Wakati mwingine mambo mengine yanatokea ili yatufungue macho kwamba tumemwacha Mungu kiasi gani ama tumezembea kiasi gani.
ama tumejisahau kiasi gani? Naomba Mungu akusaidie na anisaidie, tukaombee watoto wetu. Sijui unanitazama kutoka wapi, lakini mahali popote ambapo unanitazama, hebu tusaidie wazazi wetu wa Kenya ili Mungu akanusuru watoto wetu. Mahali tulipoacha njia turudi, tuombe toba na rehema kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya serikali yetu ambao wakati mwingine imeweka sera ambazo wakati mwingine zinarudisha nyuma ule uwezo wa mzazi kushughulikia mtoto jinsi inavyopaswa. Kwa mfano, watoto wengi sasa hivi hawapigwi katika shule zetu, na hiyo ukipiga mtoto ana uwezo hata wa kushtaki. Basi Mungu akusaidie ili tuombe toba kwa ajili sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya uzembe wetu, kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya taifa zima. Mahali popote, ebu chukulia jambo hili kwa uzito na utusaidie katika kuombea watoto wetu. Mungu wetu amani na akubariki. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Tusaidiane, maana watoto wetu hakika wanaangamia. Mungu akubariki.